Kivumbi cha vumbi kilicheza kwa nguvu kwenye tambarare za Engaruka, kikifunika boma la wazee wa Kimasai. Harusi ilikuwa inakaribia, tukio lililojaa sherehe na matarajio kwa wengi, lakini kwa Olmorogi lilikuwa ni tangazo la huzuni na kukata tamaa. Jina lake, Olmorogi, lilimaanisha kijana mwenye nguvu, na alikuwa amekulia akifuata nyayo za mababu zake, akichunga ng'ombe kwenye nyanda zisizo na mwisho na kujifunza hekima ya mila za kabila lake. Lakini ndani ya kijana huyu kulikuwa na kiu isiyozuilika ya ulimwengu mwingine, maisha yaliyoandikwa na yeye mwenyewe, sio na mikono ya zamani. Siku ya kumtambulisha binti aliyekuwa amechaguliwa kuwa mke wake ilipowadia, moyo wa Olmorogi ulijaa huzuni nzito. Alimtazama msichana huyo mrembo, lakini hakuona chochote zaidi ya mgeni. Roho yake iligoma vikali dhidi ya kulazimishwa kuingia katika maisha ambayo hakuyaota. Mawazo ya adhabu kali kutoka kwa wazee wa jamii, hasira yao isiyoyumba kwa mtu yoyote anayethubutu kupinga mila, yalimnyima usingizi na kumjaza hofu isiyoelezeka. Usiku mmoja usio na nyota, chini ya mwanga hafifu wa mwezi uliojificha nyuma ya mawingu meusi, Olmorogi alichukua hatua ambayo ingebadilisha maisha yake milele. Alikusanya vitu vyake vichache vya thamani, shuka yake nyembamba, rungu lake la kujikinga, na akiba yake ndogo ya pesa aliyokuwa amejitahidi kuweka akiba kwa siri. Kwa moyo unaodunda kwa hofu na matumaini, alitoroka boma, akiacha nyuma maisha aliyoyajua, akielekea kwenye giza lililojaa hatari na ahadi isiyojulikana. Safari yake kuelekea Dar es Salaam ilikuwa mtihani mkubwa wa uvumilivu na ujasiri wake. Siku za kwanza alitembea kwa miguu, akipita kwenye misitu minene na savana zilizojaa wanyama pori. Alisikia ngurumo za simba karibu naye usiku, na mara kadhaa alilazimika kukimbia kujificha kuepuka kukamatwa na fisi wenye njaa. Njaa ilimsumbua kila mara, na kiu ilikuwa adui yake mkuu chini ya jua kali la Afrika Mashariki. Baada ya siku kadhaa za kutembea bila kukoma, bahati ilianza kumtazama. Alifika kwenye barabara kuu ambako magari yalikuwa yanapita mara kwa mara. Kwa ujasiri, alianza kujaribu kudandia maroli yaliyokuwa yakienda kwa kasi, akishikilia kwa nguvu kwenye sehemu za nyuma, huku upepo mkali ukimpiga usoni. Safari hizi za siri zilikuwa hatari sana. Mara kadhaa alikaribia kuanguka na kuachwa nyuma. Alilazimika kujificha chini ya tarpolini au ndani ya mizigo, ili kuepuka kuonekana na madereva ambao hawangesita kumtoa kwa nguvu. Alipofika katika vitongoji vya Dar es Salaam, uchovu ulikuwa umemlemea. Miguu yake ilikuwa imejaa malengelenge, na mwili wake ulikuwa umeishiwa nguvu. Lakini akilini mwake matumaini ya maisha mapya yalikuwa yangali yanaangaza. Alijikuta katika mji mgeni uliojaa watu wengi, kelele na majengo marefu ambayo hakuwahi kuyaona. Changamoto ziliendelea kumwandama hata alipofika mjini. Siku moja, akiwa amechoka na njaa, alijaribu kuomba msaada kwa watu waliokuwa wanapita. Badala ya huruma, alikutana na dharau na maneno makali. "Rudi kwenu mchunga ng'ombe," mtu mmoja alimfokea. Usiku, alilazimika kulala kwenye vituo vya mabasi vyenye baridi na hatari, akijifunika kwa shuka yake nyembamba na kuogopa wezi na wahalifu. Akiba yake ndogo ya pesa iliyokuwa imebaki ilipotea alipoibiwa na kijana mjanja kwenye soko lenye msongamano. Kukata tamaa kulianza kumzonga. Alijiona mpweke na asiye na msaada katika jiji hili kubwa lisilomjali. Alijaribu kutafuta kazi, akigonga milango ya maduka na migahawa, lakini kila mahali alikataliwa kwa sababu ya muonekano wake na ukosefu wake wa ujuzi wa lugha ya Kiswahili cha mjini. Lakini Olmorogi alikuwa na kitu ambacho hakukijua kingeweza kumkomboa: mikono yake yenye ustadi wa ajabu katika kusuka nywele. Alikuwa amejifunza sanaa hii kutoka kwa wanawake wa kabila lake tangu akiwa mdogo, akitumia ufundi wa kipekee kuunda mitindo mizuri na tata. Siku moja, akiwa amekata tamaa na akitafuta chochote cha kufanya ili kujipatia riziki, alijaribu bahati yake kwenye saluni ndogo iliyokuwa karibu na kituo cha mabasi. Mmiliki wa saluni, mama mmoja mkarimu aliyeitwa Bihaya Fatuma, alimtazama kwa shaka mwanzoni, lakini alipompa nafasi ya kuonesha uwezo wake, alishangazwa na matokeo. Mikono ya Olmorogi ilicheza na nywele kwa ustadi na wepesi, na ndani ya muda mfupi alikuwa ameunda mtindo mzuri ambao ulimvutia kila mtu kwenye saluni. Fatuma alitambua mara moja talanta yake ya kipekee na akampa kazi. Kufanya kazi kwenye saluni kulimpa Olmorogi si tu riziki bali pia matumaini mapya. Alikutana na watu mbalimbali, akajifunza Kiswahili vizuri zaidi na kujenga ujasiri wake. Na hapo ndipo alipotokea Isabela, kama nuru katika maisha yake. Isabela, mwanamke mzungu mwenye roho ya ujasiri na moyo mchangamfu, alikuwa amefika Tanzania kama sehemu ya safari yake ya kujionea uzuri wa Afrika. Alipofika kwenye saluni ya Bihaya,
Fatuma alishtushwa na ustadi wa Olmorogi katika kusuka nywele. Alivutiwa na ubunifu wake, usahihi wake, na jinsi alivyokuwa akibadilisha nywele kuwa kazi za sanaa. Lakini zaidi ya talanta yake, Isabela alivutiwa na utu wa Olmorogi. Aligundua ucheshi wake wa asili, ukarimu wake usio na kifani kwa wateja, na juhudi zake za kujifunza Kiingereza kwa bidii. Waliongea kwa masaa mengi, wakishirikiana hadithi za maisha yao, ndoto zao, na mitazamo yao kuhusu ulimwengu. Walifundishana lugha, wakicheka kwa makosa yao, na kujenga uhusiano wa kina uliovuka mipaka ya utamaduni na rangi. Urafiki wao ulikuwa kwa kasi na kwa kawaida, na muda mfupi baadaye walijikuta wamezama katika mapenzi. Isabela aliona ndani ya Olmorogi zaidi ya kijana aliyekimbia mila. Aliona roho huru, akili angavu, na moyo mkuu uliojaa upendo na azma. Alivutiwa na ujasiri wake wa kuthubutu kufuata ndoto zake licha ya vizuizi vingi. Isabela aliamini sana katika uwezo wa Olmorogi. Alitambua talanta yake ya kipekee na azma yake isiyoyumba. Alipomaliza safari yake ya utalii, alimshirikisha Olmorogi wazo lake la kumchukua naye Uingereza. Aliamini kwamba huko angepata fursa ambazo Tanzania kwa wakati huo ilikuwa imemnyima. Mwanzoni Olmorogi alisita. Kuondoka tena kwenda nchi ngeni na utamaduni mwingine ilikuwa hatua kubwa, lakini upendo wake kwa Isabela na hamu yake ya kutimiza ndoto zake zilimshinda hofu yake. Waliondoka pamoja kuelekea Uingereza, wakiacha nyuma changamoto za Dar es Salaam na kuelekea kwenye ulimwengu mpya uliojaa ahadi. Huko Uingereza, Olmorogi alifanya kazi kwa bidii zaidi kuliko hapo awali. Alitumia kila fursa kujifunza mbinu mpya za ususi, akihudhuria mafunzo na kufanya kazi katika saluni mbalimbali ili kupanua ujuzi wake. Umaarufu wake ulikuwa kwa kasi kutokana na ustadi wake wa kipekee na uwezo wake wa kuungana na wateja kutoka tamaduni zote. Hivi karibuni alikuwa na saluni yake iliyofanikiwa, iliyojaa wateja waliokuja kutoka mbali ili kupata huduma zake. Lakini akilini mwake, Olmorogi hakuwahi kusahau changamoto alizopitia na athari za nywele bandia kwa mazingira na afya za watu. Akiwa amefanikiwa kifedha, aliamua kutumia utajiri wake kuleta mabadiliko. Alifungua kiwanda kikubwa cha kusindika nywele bandia kuwa bidhaa mbadala rafiki kwa mazingira, kama vile mbolea na vifaa vya ujenzi. Ubunifu wake ulileta mapinduzi katika tasnia hiyo, na hivi karibuni bidhaa zake zilianza kusafirishwa duniani kote, zikipunguza uchafuzi na kutoa suluhisho endelevu. Baada ya miaka kadhaa ya mafanikio nchini Uingereza, Olmorogi alirudi Tanzania akiwa tajiri mashuhuri na mkombozi. Hakuwasahau watu wake. Alianzisha miradi mbalimbali ya kuwasaidia jamii yake, akijenga shule, hospitali na kutoa fursa za ajira. Alikuwa mfano wa kuigwa, akionyesha kwamba mtu anaweza kuheshimu asili yake huku akifuata ndoto zake na kuleta mabadiliko chanya katika jamii yake na taifa kwa ujumla. Hadithi yake ilisambaa kote nchini, ikitoa matumaini kwa vijana wengine walioota ndoto kubwa zaidi ya mipaka ya mila zao. Alikuwa si tu tajiri, bali alikuwa shujaa wa kweli, aliyethubutu kuvunja minyororo ya zamani, kukabiliana na changamoto nyingi na kuandika ukurasa mpya wa matumaini na mafanikio katika historia ya taifa lake. Na Isabela alikuwa daima kando yake, mpenzi wake na mshirika wake katika kila hatua ya safari yake ya ajabu.